asifiwe. Soma kitabu cha Samuel. Samuel wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Samuel wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Ndiyo. Samuel akakua, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Samuel akakua, naye Bwana Mungu wa mbinguni alikuwa pamoja naye. Twende mstari unaofuata. Hakuliacha neno lake lolote lianguke chini. Huyo Samuel Bwana alikuwa pamoja naye kwa sababu hakuliacha neno la Mungu lolote lianguke chini. Nani anajua maana yake? Mwanaume amekuwa pamoja na Bwana kwa sababu kila anachokiona kwenye neno la Mungu anatendea kazi. Hakuacha kitu kiende bure. Nani yuko hivyo leo? Paulo aliwaambia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mimi niko tayari hata kufa kwa ajili ya Kristo. Nani yuko tayari? Tena hakusema kufa, amesema niko tayari hata kuuawa. Si ndio? Katika kitabu cha Filipi, Paulo anasema kwa ajili ya Kristo na hesabu mambo yote kuwa kama mavi. Sawa? Watu tupo tunatafuta pesa, sio Mungu. Tunatafuta kazi nzuri, sio Mungu. Tunasahau kwamba Mungu ndo anaweza kutupa vinavyotufaa. Sisi tunatafuta vinavyotufaa ili tumtafute Mungu baadaye. Ni uongo. Biblia inasema nini? Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki. Tafuteni kwanza. Hiko ndio cha kwanza kutafuta. Ufalme wa Mungu na haki yake. Na mengine yote unaotaka utazidishiwa. Sisi tunataka ya kuzidishiwa ufalme wa Mungu na haki yake baadaye. Ndio jamii ya watu wengi. Nanielewa? Nani kwenye maisha yake ni afadhali akose hela ila awe na Mungu? Nyosha mkono. Sio hapa kwenye nafsi yako, kwa sababu hapa mbele za watu hapa kila kitu utanyosha sawa. Kuna watu wanamtumikia jamaa anaitwa Bwana Pesa, sio Bwana Yesu. Muulize mwenzako, hivi uzima huo utolewe tu, alafu fanya hivyo unavyofanya. Tunamkataa mkuu wa uzima, ila kwa uzima wake ndio tunafanya vitu. Leo Wakristo wengi tunateseka kwa sababu tumeacha kanuni ya kuishi Mungu anataka. Kuna mtu anakuwa mtakatifu baada ya kuja kanisani. Nanielewa? Kuna mtu ni mwema kanisani tu. Kuna familia zina utulivu kanisani tu. Imeandikwa neno lako ni taa ya miguu yangu, maana yake sipigi hatua mpaka nione neno lako limesema nikanyage wapi. Nani yuko hivyo? Nani yuko hivyo? Neno lako ni taa ya nini? Na nini? Na mwangaza wa njia zangu zote. Nani apige hatua mpaka ajue neno la Mungu limesema hatua apigeje? Nani? Basi usishangae kuna watu wanatumika na Mungu kweli kweli, na kwa sababu wewe hujawahi kufika hizo level unawaona Freemason, wachawi tu. Kumbe Mungu alichoahidi ukikifanya anatokea. Lakini umemweka Mungu kwenye nafasi gani? Haleluya. Ndio maana Biblia unayo nyumbani, soma. Ungeweza kuacha uvivu. Eti nikitaka kulala, nikitaka kusoma na sinzia. Wewe umeamua uache kabisa. Kusoma Biblia sio kitu rahisi, kuna vita. Na popote ukitaka uingie ushinde hiyo vita, maana yake jipange na wewe. Mwambie Mungu nasoma Biblia na ninaelewa kwa jina la Yesu. Amen. Sawa? Haijalishi najua pepo atakuwa anapambana na mimi, lakini mimi nina wewe Yesu, nashinda, nasoma na ninaelewa. Nilikuwa nawaambia siku moja, mimi mwenyewe nimepitia changamoto kama hizo. Hakuna mtu anayemtafuta Mungu asipitie hizo changamoto. Ilikuwa kila nikisoma Biblia, kwanza sielewi. Unasinzia ukiamka hujui uko mstari gani, si ni kweli? Kwa Marko 6. Hapo Biblia imejifunga. Unakumbuka tu Marko. Ukienda kwenye Marko 6 kwa sababu story ilikuwa sio hiyo. Lakini bado nilikuwa nikifika hapo, nikisinzia nikiamka nasoma tena. Nikisinzia nikiamka nasoma tena. Nikisinzia nikiamka tena mpaka shetani aelewe. Haleluya. Maamuzi ni muhimu. Nikaona pepo ananichanganya. Nikachukua kiti nikaweka, nikamwambia Bwana Yesu utakuwa unakaa kwenye kiti hiki, mimi nitakuwa nakaa kitandani, tunazungumza siku zote.
Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwaka wa kwanza sioni kitu, na kila siku naamini kwamba Mungu tunaongea naye. Nazungumza mimi maisha yangu, simzungumzii mtu hapa. Bwana asifiwe. Ilikuwa kila siku saa 9 naamka nasoma Biblia mpaka saa 11 kila siku. Yaani naelewa sawa, sielewi sawa, nasoma Biblia kila siku 9 mpaka 11, 9 mpaka 11, 9 mpaka 11. Nikachukua kiubao changu fulani na chaki, nikawa nanukuu maandiko, afu nashika kichwani nanukuu maandiko. Kuna mtu akaniona asubuhi moja nanukuu maandiko, akawaambia ndugu zangu kwamba mdogo wenu anachanganyikiwa. Asubuhi naandiko. Asubuhi una kazi ya kufanya. Si ndio kizazi cha saa hizi? Asubuhi unamtafuta Mungu asubuhi. Mungu anatukuzwa nyakati zote. Kizazi cha sasa cha .com wahuni wengi. Eti nataka kwanza nimalize shughuli zote ndio nijifunze neno. Hujapanga katika vitu vyako vya msingi neno. Kwanza unamaliza vyote vya msingi. Mtu yoyote ambaye amemuona Mungu spare tire, Mungu naye anakugeuza wewe spare tire siku moja. Mungu asubiri muda wako. Anataka umweke yeye kuwa kipaumbele ili yeye atengeneze maisha yako. Tumepitia hapa, tusoma kitabu cha Mithali 3:5 imeandikwaje? Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako mwenyewe. Eti ukikosa plan A unaenda plan B, zote ni akili zako hizo. Huko kwa Mungu hakunaga plan A na plan B. Mungu akisema imeisha. Ukikosa plan A unaenda plan B. Kwa taarifa yako, kama kuna plan A na plan B, basi kuna plan C na plan D na plan F na plan Z. Hizo zipo. Lakini je, ni za Mungu au za kwetu? Hayo ni mawazo yetu. Mungu akiamua kufanikisha anaga hizo plan. Akiamua kufanikisha anafanikisha. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Maana kwa mawazo yako yote, fikra zako zote, zimuamini yeye kwamba anaweza kufanya yote kwenye maisha yako. Na yeye mwenyewe awe yote kwenye maisha yako katika vyote unavyofanya. Ndio maana Mungu anaitwa Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Wakati unaanza, anza naye. Na hapa katikati watu wakikuvuruga, wakati unamaliza shughuli, maliza naye. Yeye ni mwanzo na mwisho kwenye maisha yetu. Lakini nani anaweza kumfanya Mungu hivyo? Nani anaweza kumfanya Mungu ni Alfa na Omega? Ana nafasi gani kwenye maisha yako? Haleluya. Kuna mtu amekuja kanisani amependeza, na mimi napenda watu wapendeze. Amekuja amependeza, Roho Mtakatifu anashuka, akitaka kulia anatafuta handkerchief. Ni karibu kodoni. Yaani Mungu unamtumikia kwa mapozi. Unapiga makofi unasema baridi siku hizi mikono inaumia. Si ndio Bwana asifiwe. Yaani unasema unamtumikia Mungu, lakini kwa kupendeza kwako tu hutaki kufanya kama Mungu anavyokuagiza. Kwa hiyo kupendeza kwako ni muhimu kuliko umuhimu wa Mungu mwenyewe kwenye maisha. Mungu ana nafasi gani kwenye maisha yako? Hayo mazingira, kama Mungu ana nafasi ndogo kwenye maisha yako, uendelee. Si ndio? Haleluya. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili. Si ndio maandiko? Akili zako mwenyewe. Unajua maana ya kutegemea? Mungu ameturuhusu kutumia akili zetu, sio kuzitegemea. Nani hapa anamtegemea Mungu sio akili zake? Nyosha mkono. Kama ukipitia magumu kichwa ndio kinachouma, umtegemei Mungu, unategemea akili zako. Mgeukie mwenzako, wewe kichwa kijawahi kuuma kwa mambo magumu, maana unategemea akili zako. Mwambie mwenzako, ndugu yangu, cheers, tunaotegemea akili zetu tunataka Mungu ajibu. Haleluya.